Karibu tena msikilizaji wangu mpendwa kwenye mwendelezo wa simulizi inayoitwa Mke wa Mtu ni Sumu iliyoandikwa na DJ Manumbu. Hii ni sehemu ya 4. Na mimi ni binti Zuri. Tulipoishia, Amina tayari amemuingiza Kelvin Sanga ndani ya nyumba yake kwa uongo kuwa ni binamu yake. Na usiku wa kwanza ukaribu wa hatari umeanza kujitokeza. Asubuhi ilipochomoza, Amina aliamka mapema kama kawaida, lakini siku hiyo haikuwa ya kawaida. Alijiandaa jikoni, lakini mawazo yake yote yalikuwa kwa Kelvin. Kila alichofanya alikifanya kwa kusahau. Kwa upande mwingine, Kelvin alitoka chumbani kwake polepole akajikuta akiingia jikoni. Walipokutana kulikuwa na ukimya mzito lakini wenye maana nyingi. Asante kwa kunikaribisha, Kelvin alisema kwa upole. Amina hakujibu haraka. Alimtazama, macho yake yakaanza kusema yale ambayo midomo ilishindwa. Unajua sikuwahi kukusahau, Kelvin aliongeza. Kauli hiyo ilimpiga Amina moja kwa moja moyoni. Kwa ghafla Amina alikumbuka kila kitu. Miti ya shule, vicheko vya ujana, mikono iliyoshikana kwa siri. Unakumbuka ule mti wa nyuma ya darasa? Kelvin aliuliza. Amina alitabasamu kwa huzuni. Amina alisema, nakumbuka, hapo ndipo uliniambia utaniwa. Walitabasamu lakini ndani yao waliumia. Kadri walivyoendelea kuzungumza, mipaka ilianza kupotea. Walianza kucheka kama zamani, kukaribiana kama zamani, na hisia zikaanza kuchukua nafasi ya akili. Amina alijikuta akimsogelea zaidi Kelvin. Akimsogelea zaidi Kelvin bila hata kutambua. Wakiwa bado jikoni, hatua za mtu zilisikika. Ilikuwa ni Juma Mwangala. Haraka sana Amina alijitenga. Na Kelvin akajifanya yuko bize na kikombe cha chai. Juma aliingia na kuwatizama. Asubuhi njema, alisema kwa kawaida. Lakini macho yake yalionekana kuchunguza. Naona mmeamka mapema sana leo, Juma alisema kwa utani kidogo. Amina alijibu haraka, ndiyo, nilikuwa naandaa kifungua kinywa. Kelvin naye akacheka kwa kujisitiri. Lakini ndani ya Juma kuna kitu kidogo kilianza kumsumbua. Baada ya Juma kuondoka kwenda kazini, nyumba ilibaki kimya tena. Amina na Kelvin walibaki peke yao. Wakakaa sebuleni, lakini hakuna aliyekuwa na nguvu ya kuzungumza kwa uhuru tena. Kwa sababu walijua wanacheza na moto. Amina, Kelvin aliita kwa sauti ya chini. Amina aligeuka. Je, kweli umefurahi na maisha yako? Kelvin aliuliza. Swali hilo lilimkosesha jibu. Kwa mara ya kwanza Amina alihisi kuchanganyikiwa. Alikuwa na kila kitu lakini moyo wake ulikuwa unarudi nyuma. Msikilizaji wangu, kumbukumbu zimefufuka. Na hisia zimeanza kutawala. Je, Amina ataweza kujizuia? Au penzi la zamani litarudi kwa nguvu? Katika sehemu ya 5 mipaka itaanza kuvunjika rasmi. Usikose sehemu ya 4. Subscribe, like na share hii chaneli ya DJ Manumbu ili uwe sehemu ya simulizi hii kali. Mimi ni binti Zuri. Tuonane sehemu ya 5.